Bismillahirrahmanirrahim. Tunaendelea kujifunza darasa letu la lugha ya Kiarabu katika fi'il mudhari. Manake fi'il mudhari vitendo vya wakati uliopo, si ndivyo? Nini maana fi'il mudhari? Vitendo vya wakati uliopo maana yake nini? Si ndivyo? Fi'il mudhari vitendo vya wakati uliopo, huwa fi'il ni kitendo yadullu ala usuli, kinachojulisha juu ya kutokea amali ni kitendo fi zamani al-hadhir, katika wakati wa sasa, au mustakbalu, au wakati ujao, au mustakbal, au wakati ujao. Huwa fi'il yadullu ala husuli amali fi zamani al-hadhir au mustakbal, ni kitendo kinachojulisha juu ya kutokea sindivyo amali kwa kitendo fi zamani, katika wakati al-hadhir wa sasa, au mustakbalu, au wakati ujao. Hivyo vitendo vyetu hivi ni vya wakati uliopo. Katika darasa letu lililopita tulijifunza vitendo vilivyopita, lakini leo tunajifunza vitendo vya wakati uliopo. Hivyo tuna viwakilishi na viwakilishi vyetu vile vile, si ndivyo? Tuna viwakilishi hivi vitatu vya mbali, lakini kuna viwakilishi hivi vitatu vya karibu. Vya mbali tuna huwa, huma, hum. Vya karibu tuna anta, antuma na antum. Katika darasa letu lililopita tulikuwa tukisema, si ndivyo? Tulikuwa tukizungumza mazungumzo ya wakati uliopita na tulianza kwa ajili ya viwakilishi vya kiume tu basi. Lakini leo tutaongezea kujifunza darasa letu la wakati uliopo, lakini kwa viwakilishi vya kiume basi. Mfano, katika darasa lililopita tulikuwa tukisema huwa dhahaba, maana yake yeye alikwenda katika wakati uliopita, lakini sasa hivi tunasema huwa yadhhabu, maana yake yeye anakwenda sasa hivi. Huwa yadhhabu, yeye anakwenda sasa hivi. Pia tulikuwa tukisema huma dhahaba, maana yake wao walikwenda katika wakati uliopita, lakini sasa hivi tunasema huma yadhhabani, huma yadhhabani, ndivyo maana yake wao wawili wanakwenda sasa hivi. Hum yadhhabuna, maana yake wao wanakwenda, wanaume wengi wanakwenda. Hum yadhhabuna, wao wanakwenda sasa hivi, ndivyo. Tulikuwa tukisema anta dhahabta, maana yake wewe ulikwenda, lakini sasa hivi nikitaka kusema wewe unakwenda nitasemaje? Nitasema anta tadhhabu, anta tadhhabu, maana yake wewe unakwenda. Anta, wewe, tadhhabu, unakwenda. Antuma, maana yake nyinyi. Wangapi? Wawili, wanaume. Mkiwa mnakwenda sasa hivi nitasema antuma tadhhabani, maana yake nyinyi wanaume wawili mnafanya nini? Mnakwenda, si ndivyo? Antum, maana yake nyinyi wanaume wengi, nitasema antum tadhhabuna, maana yake nyinyi wanaume wengi mnafanya nini? Mnakwenda, si ndivyo? Nikutumia kitendo cha pili nini? Rasama. Rasama maana yake alichora, si ndivyo? Katika wakati uliopita, kwani kusema huwa rasama, yeye alichora. Je, wakati huu, si ndivyo, wa sasa akiwa anachora tutasemaje? Tutasema huwa yarsumu, huwa yarsumu, maana yake yeye anachora. Huwa yarsumu, yeye anachora. Anachora katika wakati gani? Wa sasa. Huma yarsamani, huma yarsumani, huma yarsumani, maana yake wao wawili wanafanya nini? Wanachora. Hum, wao watatu na kuendelea, wanaume au wengi, tunasema yarsumuna, hum yarsumuna, maana yake wao wana nini? Wanachora. Hum yarsumuna, wao wanachora. Anta, wewe, tarsumu, unachora. Anta, wewe, tarsumu, unachora, ndivyo. Antuma, maana yake nyinyi. Antuma, nyinyi wawili. Tarsumani, mnachora. Antuma tarsumani, maana yake nyinyi mnachora. Antum, maana yake nyinyi wanaume wengi, si ndivyo? Tarsumuna, mnachora. Antum tarsumuna, maana yake nyinyi mnachora. Tukija katika mfano wetu wangapi wa mwisho, tukitumia nini? Kitenzi ambacho kinaitwa shariba. Nikisema shariba maana yake amekunywa. Shariba maana yake amekunywa, si ndivyo? Je, nikitaka kusema anakunywa, si ndivyo? Sasa hivi nitasemaje?
itasema huwa, itasema huwa yeye, yashrabu anakunywa, huwa yashrabu maana yake yeye anakunywa, huma yashrabani maana yake wao wawili wanafanya nini? Wanakunywa. Huma yashrabani maana yake wao wanakunywa. Hum yashrabuna maana yake wao wengi wanafanya nini? Wanakunywa. Anta tashrabu maana yake wewe unakunywa. Anta wewe, tashrabu unakunywa. Anta tashrabu wewe unakunywa. Antuma nyinyi wawili wanaume, tashrabani mnakunywa. Antuma tashrabani maana yake nyinyi mnakunywa. Antum tashrabuna maana yake nyinyi wanaume wengi mnafanya nini? Mnakunywa, si ndivyo? Sasa hili ndio darasa letu la nini? La fi'al mudhari, maana yake vitendo vya wakati uliopo. Tofauti ya hivi vitendo vya mbali na vitendo vya karibu, tofauti yake huku tunatumia ya, si ndivyo? Kwa wale waliokuwa mbali, dhamairul ghaib, viwakilishi ambavyo watu wako wapi? Wako mbali, tunatumia ya, si ndivyo? Lakini waliokuwa karibu tunatumia nini? Ta. Viwakilishi vyetu kama hapa ilikuwa yadhhabu, hapa ikawa tadhhabu, hapa ikawa yadhhabani, hapa tukatumia tadhhabani, hapa yadhhabuna, hapa tukatumia tadhhabuna. Kwa tofauti wake ni ya na ta. Hapo tutakuwa tumemaliza darasa letu la fi'il mudhari. Darasa letu la ngapi? La 3 la fi'il mudhari. Darasa letu la 3 la wakati uliopo katika viwakilishi vya kiume tu. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.